This Sablenya giver Wanga is So wewe Gladys kama unataka mimba, mimi niko na mayai kuja nikupe mimba. Gladys Wanga kuja kufungua miguu mapema. What? You cannot intimidate us. Gladys Wanga, mimi nakwambia mbele ya umma, mbele ya dunia, mbele ya watu wote, na hii video ikufikie, usijaribu kukanyaga Kakamega. Kama Wanga ni mwanamke ako na makende, aende Ukakamega. Ama leo ni komoto manze. Usiwahi kanyaga Siaya County. That is number one. Wanga na marehemu mtarajiwa wa Lee Funeral Home. Wanga now is shouting. She's no longer speaking in small letters. She's just shouting in capital letters. she's forgotten. Her alphabet lost all the small letters. Sonia. She speaks in capital letters. She's shouting at the top of her voice. And I keep... Wanga niona aleta guns Luo Nyanza. Gladys Wanga, shame on you. I'd like to say that the events of Sunday were unfortunate. Yani Gladys Wanga wanadhani si ni wajinga. And we should never get to a point where people fight over politics. Idiots! Takataka nyinyi. Mnakubali kutumika vibaya. Wangeua Sifuna, tungetolewa Loya Sifuna wao wapi? Tungewatolea wapi? Ati wanataka kuua Sifuna akienda kwa na karibia. Umembesa. Umejiuza kabisa. Gladys Wanga, mimi nataka nikuambie for free leo, niko hapa Jakaranda. Gladys Wanga, utakuwa na campaign Homa Bay Town peke yake. Homa Bay tulikuwa tumepangiwa na serikali na terrorists Wanga. Oh my God. Na huyu jamaa anaitwa PS Ray Omolo. Stop misusing Luo child. Itakuwaje? Last week mtoto Mjaluo anapewa panga, enda uwe Jaluo mwenzako. Lakini kuna cadet wana graduate pale Eldoret. Mtoto wa Rift Valley anapewa at the thick of the events. But tell us, what is it about violence and Homa Bay County? First, I think it is very shameful for Governor Wanga to even dare appear before that family. Karoli Omondi ni wale watu wanafinya pole pole na sauti kidogo tu. Alisema that Wanga, Kaluma and Ogindo, they are idiots and windbags. Pretending to be leaders while they are gangsters. Alafu tena akaongezea that there's no future in ODM. That seats the ODM zote zitaenda Linda Mwananchi. In Nairobi, in Kisii, in Masai Land. Does it still exist? As a political party? Maybe in name and in some small quarters in. Do you think it still exists? There's no ODM in Coast. Yeah. After all that stuff that happened in Homa Bay, bado mmeka like mnakaa chini. Like walikata bodyguard wa mtu na bado mmekaa chini because of a rally. We're 1 year away from elections. Na bado right now I'm not even talking about it because the things I've seen. Now imagine the things that I've seen. Like na bado mmekaa tu. Like wewe uko hapo, uko job, uko shule, umekaa tu. Unangoja nini? Like let's actually be for real. Let's all collectively look at this picture. We mtu wa meno ya brown, unaweza kuja uambie watu ulipeleka wapi pesa ya basari? Enyewe legislature yetu inakuanga imeoza. Ebu catch this up properly in my backup account. Breaking news. Embakasi East Member of Parliament Babu Owino has released a video of what happened in Homa Bay. Exactly this is what happened. Watch out and share the comments in the section below. And make sure you follow Alert Kenyans for more news like this. DCI na polisi wanatafuta huyu jamaa hapa anaitwa Abdi Sebo. After ile attack ya Linda Mwananchi rally Sunday pale Homa Bay.
Huyu jamaa Abdi Sebo alikuwa summoned jana na the DCI, wakamwambia kwamba aende kwa DCI headquarters na Homa Bay aweze kuripoti huko. Jamaa amepotea mpaka saa hii. Na hii swali imenisumbua sana. Yaani mbona DCI wa summon huyu jamaa? This person should be arrested. Mbona akuwe summoned? Mbona Albert Ojwang akuwa summoned aende DCI headquarters Nairobi? Huyu jamaa hakuambiwa aende DCI headquarters Nairobi, akaambiwa aende DCI headquarters Homa Bay County, wenye unajua kwamba huyu jamaa is connected by the governor Kino Pondo Kalumba and other leaders wenye wanamtumia na wanampro. Hawa goons tutawafanyia nini after election? What are we gonna do with them? Because now what you have bred is something that is dangerous. Some governors are paying them. They are on payrolls of county governments. Angalia ile ilifanyika pale Homa Bay. Korom, heshimu mwanaume. Wewe ni mwanamke mgani mwenye unataka kuchezea our senior council? Senior council, working constitution, de facto party leader. James Bob Agri Orengo. Nataka nikuambie hivi leo, na sita kuongelesha tena wewe mama. Nimepata wewe ni mama mtukutu sana. Wewe ni mama mwenye hana utu. Wewe ni mama tasa mwenye hata hana uchungu wa mwana. Nimeona venye unapimana na James Orengo. Na nataka nikwambie hivi, wakati yenye bado wewe ulikuwa unasoma kwa shule, James Orengo alikuwa anapigania hii demokrasi yenye leo unaweza simama uinsight watu useme sijui Orengo anataka kupeleka watu kwa Gachagua, sijui Babu anataka kupeleka watu kwa Gachagua. Wewe wacha nikwambie, watu sio wajinga. Na utakuwa unadanganya tu hao watu wenye umeweka huko kwa miwa, wenye hata hujajengea shule, hujajengea barabara, utakuwa unadanganya tu hao huko. Na mimi nataka kuniambia watu wa Homa Bay. Unajua after hii experience yote ya Homa Bay, if I was President Ruto, I'll start thinking otherwise. I'll be on a red alert, because the community is talking. Even their own members, the common mwananchi from those regions are saying no. They're saying no to some of these low type of politicians, because maze hata mi hata mnanishangaza na some of the experiences that happened on the ground. You understand? Hii inbox yangu maze, DM yangu imejaa, mnanipea ma stories za Homa Bay paka na shangaa rada. Get ni some of you mnanipatia experiences za Homa Bay hapa hivi, mnani DM mnanipea stories za ground, wengine wananitumia images of how the place looked like, and I'm like, hey, it was bad. And it was bad, and we don't deserve such type of leadership, because we've been that. I have a small concern. Nimeona sasa hivi ma politicians wanatolewa mbio na marungu mapanga. Watu wanakupiga for no reason, because they don't agree with you. You're always running for your life. Unataka kuniambia mtu anaweza kuwa na go through kitu yote ndio akusaidia wewe? Unataka kuniambia mtu anapitia history yote ndio akusaidia? Anakupenda sana, ako willing kupigwa kufe juu yako. Ni hard. Ni hard. Because there's nobody on earth that would be willing to die for somebody else. If somebody is willing to die for it, they're willing to die for themselves. So as long as system yetu ni ya rungu mbio ibia ule pa. So Babu Owino, tukiingia streets tukisukumana, ulikuwa unadhani tukao tunasukumana ndio support Kalonzo kwa president? Excuse me? It is so unfair that whilst mulikuwa Western, you were the first one to say, oh, sisini. But then you go to Homa Bay, you do a rally, just standing next to Sifuna, you're saying another person to be president. Yet Linda Mwananchi was formed to make Edwin Sifuna president. And Edwin Sifuna is not Edwin Sifuna. Edwin Sifuna is an idea of change. He's an idea of birthing a new nation, having a new face of leadership. Orengo, huyu ndio mzee mwenye anaweza tupea mwelekeo sahihi, kwa sababu yeye ndio tunaweza msikiza.
Orengo akona record, Orengo akona history, Orengo akona vitu yenye anaweza sema alisawahi fanya. Wewe Gladys Wanga, niambie uliwahi fanya ni kama sio kuiba chakula ya relief food. Chakula ya relief food zilipatikane pale kwenu pale Muhoroni. Kama zimesundwa kwa nyumba ya baba yako. Nataka nikuambie hivi Gladys Wanga, without any fear, kwa sababu mimi nimesasikia mnatishia watu, mabloggers zako, team ya Political Arena, mock reformist, siji alionya, siji nani. Hawa watu wanakudanganya na hawa watu pia watalaaniwa na James Orengo. Hata tu nikwambie kweli. Kwako uoni nyane aonange kundule. Kwako kunanuka vumbi. Munasemanga ni James Orengo hajafanya kazi. Enda pale Siaya uone mabarabara. Ukitoka Luanda unaweza ingia na Ramula, uingie ukuje utoke na Akala, ukitoka huko Kodiaga unaweza kuja, yani barabara kila mahali. Alafu pale Homa Bay juzi tumepigwa na vumbi, hata mimi niko na homa. Hata sijui nitatibiwa na pesa gani. Gladys Wanga, ukiangalia hapo kwako hapo Ndhiwa, hapo hakuna shule. Watu wameishi kwa mamiwa. Ukipata shule moja hapa lazima upande gari tena ndio utapata shule nyingine. Alafu wewe kwa James Orengo ndio unaangalia. James Orengo ameshatengeneza kwake. Ndio maana alikuwa anakuja kwa sababu yeye ni leader ya Mjaluo, lazima atembee Nyanza yote, aangalie Nyanza iko aje. Ni ati James Orengo akuja Homa Bay, sasa unajifanya unamfukuza ndio tusione ati hujafanya kazi. Si tuliona. Si tulikuanika. Unadhani sisi ni wajinga bwana? IQ yetu iko juu. Na mimi hata nikwambia na bloggers zako za matakata 2027, we are going to finish many political careers. Hello. Ambia wanasiasa 2027 iko wengi, tutamaliza hii career yao. Tutawapeleka Bondo vile Lais alipeleka Rao Bondo. Hello. Wanaona ni jokes. Hii wakiiba tutachoma mutu. Wakiiba ikura mutu ataungua. Waambie tu. Hakuna mtu uishi milele Gladys Wanga. Gladys Wanga, zile vitendo unafanya, be warned. Kwa sababu in the next government unaweza kuwa answerable na ufungwe. In the next government unaweza jipata ICC. Gladys Wanga, kama kuna mtu amekuambia kitu, amekumislead, tafadhali tafuta njia mzuri sasa ya kuapproach hizi mambo za kisiasa. We understand you have nothing to lose. Jua una watoto, lakini ujue uko na maisha yako sawa sawa, na kama unapenda hiyo maisha yako, do the right thing, cause hao watu wenye unawalipa, ati wa Kenya mnashangaa about guns, na mnashangaa ati guns zimetoka wapi? Wacheni ni wakumbushe watu wenye warika yangu, hata Babu Owino wanajua, James Orengo wanajua, Sifuna wanajua, kwa sababu hao ni wakili, wanajua. Unajua guns hazikuanza leo. Kuna wakati, wacheni niwapatie historia. Kuna wakati tulikuwa tunavalishwa nguo ya wasichana tusiwawe, nguo za wasichana tusiwawe, na ilikuwa kwetu Rift Valley, ilikuwa inakuwa kila wakati since 1992, 1994, 1997. Hiyo yote ilikuanga fujo. Na unajua wenye wako hata saa hii, endeni msome kama wewe uko na simu na unajua kuitumia, go and Google YK92, muone secretary na treasurer alikuwa nani, chairman alikuwa nani. Chairman alikuwa huyu mkufi. That is why mimi siwezi nikapembeleza hawa watu wakikufa. Mimi I don't care about politicians. Mimi si uanga kwanza politicians mwenye amekandamiza wananchi. Mimi kwangu hata sionangi kama kitu ananiambia. Jirongo alikuwa chairman. Na mtu anaitwa Nyamuya ndio alikuwa. Hello. So guys, nimeona huyo mama jana Gladys Wanga, hata siwezi muita mama. Ule shetani ya mtu, yule burukenge ya mtu, yule gun. Mama na posti hapo ati ameenda kutembelea boma fulani ati ya mama ambaye alipoteza maisha yake ile wakati ya rally ya Linda Mwananchi. That last Sunday. Ati amesema huyo mama ameacha watoto yake mayatima, ati anajifanya vile analia na huyo mama. Sasa Gladys Wanga, wewe ndio umefanya haya mauaji yote yamefanyika. Alafu wewe ndio unaenda kuwa mtu wa kwanza tukuenda kwa hiyo boma
atunajifanya unaomboleza na hiyo familia. Wewe mama, ujui hiyo machozi yako ni kama ile wanasemanga crocodile tears. Ni ile machozi mamba ikifurahi ati ndiye inatoa machozi. Sasa wewe Gladys Wanga, atunajifanya wewe ndio mtu mwenye uko na huruma sana, unajua kuomboleza. Wakati mauaji yote ni wewe ndio uliyafanya. Watu walikatwa mapanga bila huruma kutokana na instruction yako. Kuna video ina circulate. Nataka mnisikize kwa makini sana, kwa sababu serikali imekataa kuchukua ushukani mkononi na wa follow law and order. Tumeamua sisi kama raia tutachukua ushukani na tuta maintain peace, law and order. Kitu lilifanyika pale Homa Bay, hakuna mtu mwenye hakuiona na ilikuwa jambo mbaya sana. So far serikali imenyamaza ni kama kuna kitu ilifanyika. Serikali imenyamaza ni kama things are just okay. Sasa sisi kama raia tumeamua hivi. Tuta maintain law and order kwa sababu evidence iko. Opondo Kaluma Wakenya, wachaneni na Gladys Wanga. Wachaneni na huo mama kabisa. Nyinyi mlikuwa mmeenda Homa Bay kufanya nini? Nyinyi mlikuwa mmeenda Homa Bay kufanya nini? Wachaneni na huo mama kabisa. Najua mtasema nimelipwa, kigeugeu, blogger wa kulipwa, anaanga msimamo. Lakini niwaulize, huo mama wazimu mnaulizana naye nini? Mama ana akili, mama ana mwelekeo. Mnaulizana naye nini? Mtu analipa Otieno aende apigane na Omondi ili wafurahishe Kiprotich. Huyu ni mama mnataka kubishana naye? Achaneni naye kabisa. Huyo akili hana. Watoto hana mbele wala nyuma. Kitu imejaa kwa akili yake ni kuiba chakula za jamii. Sawa. Kitu imejaa kwa akili yake. But you guys, I feel like I need to talk about the good side of Homa Bay. Watu wa Homa Bay ni wazuri. You know, before all the chaos and before the violence started, you'd go in every town. Mimi nilikuwa naingia every town, naongelesha watu, ni wantamu. Vijana walikuwa nakuja wanatusalimia, wamama, karibuni Homa Bay, na mkule fish. I really felt the warmth and love. Me, by the way, I enjoyed the better part of it before the violence came over. I danced, I sang, I said hi to people. Like even when we were going through it, like the true people of... Na kuna hii timu ya kina Sifuna sasa. Watu ambao, they have people at heart. Kina James Orengo, kina nani. It is a shame, you guys. Only 1 year down, Raila yuko chini kwa mchanga. And this is what you are doing to your country. Especially to your own people. It is a shame. It is a shame, Gladys Wanga. Yani Kaluma, it is a shame. The speech Kaluma gave. Vile mulivamia tourist hotel in Homa Bay. We will come back in Homa Bay. Tutarudi Homa Bay. Because the constitution of this country, it is a right for every Kenyan. The democracy of this country, it has to be practiced by every Kenyan. Now we are just practicing our democratic right. Linda Mwananchi itarudi Homa Bay. Na tutarudi. Afadhali mutuwe sote. Lakini we cannot let you get away with this. Kuoneshana kwamba nyinyi ndio mnaweza campaign peke yake. We cannot allow you to please Ruto to an extent where you are going to pour blood of Kenyans to please a president ambaye anaendeleza watu wake. Wakale leo wameapishwa na jana jeshi KDF. Nyinyi vijana wenu leo munazika, mutaki kupeana numbers. According to the numbers on the ground, vijana wamekufa more than 60 plus. It is a shame. A very big shame. Na ndio sasa mjue, hivyo mnavojaribu kuintimidate watu, ndio mnaharibia Ruto kura, hata ile kidogo alikuwa nayo. Hakuna mtu anataka Ruto. Na Ruto atatuambia, atatoa ile votes atapata. Hi guys, I thought it was good I come and just say thank you very much to everyone who's been checking in. And I want to say I'm okay. I had stories that I was stabbed in the hands. And as much as I appreciate news reporting, this was extremely very hard.
and we were not in a place where we could talk or communicate. And some of the things that were spread, you guys, really reached our families. And I have a parent with a very bad blood pressure. Nilimu affect sana. So I'm hoping that next time when any of us are in danger, we can just wait for official reports. I want to thank my leaders. It was a very, very tough rally. We saw death. We faced death. Death roamed around us. Do you know that the same Homa Bay town yenye sahi imesota kusota, hiyo Homa Bay town yenye watu wanachoma vitu ilikuanga beyond Kisii kitambo. Homa Bay town ilikuwa inashinda Kisii. Sahi Kisii is almost running ahead of Kisumu. Kisumu inaishinda tu na ukubwa. But I think kwa pesa inaingia, kwa taxes, I think Kisii ina accumulate more wealth than Kisumu. The reason being, Kisii, they are open for other tribes and other businesses. Compared, imagine, Kisumu ni safi. Unajua ni safi kwa nini? Jioni ikifika kila mtu anaenda kwao. Watu waseme, watu wawapi. So majority wanakonga wameenda. Uwezi compare hiyo na soko iko Kiambu yenye watu wako huko busy, wana receive mandizi usiku. Hiyo place lazima itakuwa chafu. Hata ikifagiliwa by saa 2 saa 3, hiyo place. You showed us the service to rescue Kenya. You're the first priority than everything. Mumegoma lakini tulikuta hospitality is packed with doctors. Thank you for your service, guys. Thank you for attending to us. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. And whenever we see Kenyans who are fighting, doctors are fighting to keep Kenyans alive. And us, we are going to walk on the streets to protect that same constitution and democracy. We have to fight for this country. We are not going to allow Ruto. And we will never allow you, Ruto, to take us back. You cannot take us backwards. We can't. Na Gladys Wanga, wacha kusema Homa Bay it is marginalized. It was never marginalized. You have received 97 billion. What have you done with the money? Ile kitu tumeona Homa Bay. Wananchi wa Homa Bay hawana maji, hawana mabarabara, hawana nini. Mbadi, kwanza hapo kwa Mbadi ni kubaya, tafadhali kwa Karori. Kwa Mbadi ni kubaya, hakuna Mbadi hana hata barabara ya kwenda kwake. And yuko pale amekalia pesa. Shame on him. Kazi yake ni kusema watu wangu wakisha kunywa soda wameshiba. Mbadi, you are supposed to be ashamed of yourself. You sit at the center of the money. You budget the money of this country. And your people are suffering. Kazi ni kutoa tu mapua and the pride ya Luo. Uko nayo hapo. I'm very ashamed. Some people hata kesho